Welcome and welcome back. Hii ni The Dream Brand. Kipindi mezani ni Sports New Chapter. Leo tunazungumzia Ufaransa na Norway baada ya kuvuka 32 bora kwenda 16 bora katika kombe la dunia 2026. Utakuwa na mimi Nora TP pamoja na Pablo Magal. Karibuni tuzungumze michezo. Aisee Nora, yani siku ya jana tulishuhudia mpira mkubwa sana. Yani mashabiki wa Ufaransa na mashabiki wa Kylian Mbappe wana furaha mpaka this time around. Na kama pia walikuwa mashabiki wa Young African, furaha yao ilizidi maradufu. Kwa maana siku ya jana Juni 30, Young African walinyanyua kombe la NBC Premier League kwa mara ya 5 mfululizo, mara 5 mtawalia. Kwa hiyo kama walikuwa ni mashabiki wa Young African na wakawa mashabiki wa Kylian Mbappe na wakawa mashabiki wa timu ya taifa ya Ufaransa, wana furaha ya kutosha kweli. Kylian Mbappe aliscore bao 2 na wakaiondosha timu ya taifa ya Sweden. Jumla walishinda bao 3-0, lakini Kylian Mbappe akiweka kambani chuma 2 na akifikisha jumla ya bao 6 kama ambazo anazo Lionel Messi la Pulga. Lakini Lionel Messi la Pulga yeye bado ana mechi moja ya kujiuliza ya hatua ya 32 bora ambayo itapigwa Juni 4, itakuwa ni kati ya Argentina versus Cape Verde. Pengine Lionel Messi la Pulga akaendelea kufunga na akaendelea kuongoza msimamo wa top scorer wa World Cup 2026. Lakini jana pia Erling Haaland bao lake la pili kwa timu ya taifa ya Norway lilipelekea ushindi ambao ulisababisha Norway wa qualify mpaka kuingia hatua ya 16 bora. Na binafsi mimi ninamuelewa sana kocha wa Norway kwa sababu mechi dhidi ya Ufaransa alimpumzisha Martin Odegaard, akampumzisha Erling Haaland na baadhi ya wachezaji nyota wengi. Yaani aliona ashafuzu, ana haja ya kudebate na kubato na Ufaransa, akapumzisha nyota wake muhimu na wamemlipa kwa sababu mechi iliisha 1-2. Timu ya taifa ya Ivory Coast kwa maana ya Cote d'Ivoire walipata bao 1 na Norway wakapata mabao 2. Timu ya taifa ya Norway ndio ilikuwa ya kwanza kupata bao, lakini timu ya taifa ya Ivory Coast kwa maana ya Cote d'Ivoire wakasawazisha, lakini soka likakanyagwa. Erling Haaland akawapa bao la ushindi na Norway wakafurahia kuingia hatua ya 16 bora. Ndivyo ambavyo ilikuwa siku ya jana viwanjani kwenye hatua ya 32 bora ya World Cup. Ndivyo tunavyotamatisha kipindi chetu hiki cha Sports New Chapter. Bila kusahau tungependa kutuma pole zetu kwa Pacome Zouzoua baada ya kuumia mguu katika mchezo hapo jana. Tunamwombea pole mapema ili aweze kurejea tena kiwanjani kwa sababu ni kipenzi cha mashabiki wa Yanga jamani. Mpaka wakati mwingine tena, usisahau kusubscribe channel yetu ili wa kwanza kupata notification pindi tunapo-upload video mpya. Mimi sina neno mpaka wakati mwingine tena. Bye bye. Hala, ndo tunavyo sign out. Wana Simba mtasubiri tena msimu mwingine wa 26-27 ili muweze kuwa challenge Young African. Ni yapi maoni yako kuhusu timu ipi inaweza ikachukua World Cup msimu huu, na ni timu gani ambayo itachukua Federation Cup kati ya Simba ama Azam hiyo Julai 4? Sisi hatuna neno, kama alivyosema hapa Nura TP. Uwe na wakati mwema. Bye bye.